Kumalizia ni kwamba bodi ya kusimamia utendakazi wa madaktari nchini KMPDB imekumbwa na ugumu wa kufafanua ni vipi hatua za ama hutoa idhini kwa madaktari hasa wale wa kigeni kuhudumu humu nchini. Kamati ya bunge kuhusu afya imeitaka bodi hiyo kuelezea utaratibu uliotumiwa kumwidhinisha daktari mmoja kutoka India kule anayetuhumiwa kufanya upasuaji visivyo na kuyaondoa macho ya mgonjwa mmoja. Bodi ya kusimamia utendakazi wa madaktari nchini ikiongozwa na Profesa George Magoha Jumanne ilifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu afya ikiongozwa na Sabina Chege ili kuyajibu maswali kuhusu utaratibu wa kutoa vibali kwa madaktari wa kigeni kufanya kazi humu nchini. Chanzo cha kikao hiki ikiwa tukio la miaka 4 iliyopita ambapo Daktari Samira Soni ambaye ni mtaalamu wa macho aliyeondoa macho ya mgonjwa mmoja alipomfanyia upasuaji pasi na kutafuta mwongozo kutoka kwa daktari mwangalizi. She said this was not her fault because a patient she had attended to at Kenyatta was in danger of and she actually admitted yes she removed both eyes of the patient. And this was because the patient was in danger of brain infection after staying for a week without seeking medical attention after an accident. Ingawa Daktari Soni amehitimu kikamilifu kwa daktari, maswali yameibuliwa kuhusu kuidhinishwa kwake kwa tabibu mtaalam kwa mazingira yanayotajwa na wabunge kwa ukiukaji wa kanuni na taratibu za sheria na mwongozo wa bodi ya madaktari. What was so important of Dr. Sonia becoming a specialist, when she appeared before us, she actually herself admitted, and it is on record, that she cannot do any surgery. So I would also like you educate this committee about this specialist recognition. The University of Nairobi has passed, they have passed this candidate as an ophthalmologist as a med ophthalmologist. Am I correct? So she must be good so that she passed the exam. But now when she comes to the practice, there is a lot of politics in as a doctor, I know, among the practitioners. So, who doesn't like me or who is scared of me? Not as well written down as that for basic qualification. And whether in law, in engineering or in medicine, these processes are left to the specialists in that particular area to determine whether this person is fully qualified or not. The lesson we get from here is that perhaps then this now needs to start being put down as regulations to say who and how can specialists be recognized. Ingawa bodi ya madaktari ilikiri kwamba makosa yalifanyika, mwenyekiti Profesa George Magoha na wanachama wa bodi hiyo walikuwa wepesi kufafanua kwamba hawakuwa na ufahamu kuhusu madai mengi yaliyokuwa yakiibuliwa. We are not here to defend anybody. We are here to defend the truth. And it is shocking that you have information that for the several years that we have been following this issue, we do not have. As a board, we would have taken action very quickly without fear or favor. What is shocking and why the chairman is saying is shocked is that this information has been circulating outside of the board. And when these people are summoned in other bodies, they give you this information. But none of this information is in the possession of the board. Juhudi za baadhi ya wanachama kumtetea daktari anayetuhumiwa zilionekana kwa kera wabunge, huku ahadi kwamba mikakati na mpangilio ya kuzuia matukio kama hayo zikiangaziwa. What we were asking, we have foreigners working in this country. Yes, you have done peer review and you have actually allowed them to work here. But who is supervising these foreigners who are here? Because they are not Kenyans and they are operating on Kenyans. Licha ya kwamba uchunguzi umekuwa ukiendelea kwa miaka 4 sasa, kauli na hisia zilizoibuliwa zinaendeleza picha ya utepetevu uliopo katika usimamizi na mwendelezo wa huduma za matibabu nchini. Shadrack Miti, KTN News.